Nyakoram Gajwang' okinyi majaber machakar kini machiegni e chenro mar poko pogore chenro makelo ni chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Nyinga Sharon Ong'ao. Okinyi makawuono alimo kar loso mwandu mopogore opogore mong'ere kaka Kuona Art Center mantiere e gwengegi mag Kilimani, Buore, Nairobi ka. Kineno lweta Nyakoram Gajwang' inyalo penjo ni ating'o ang'o. Thoth samoro kuneno ma to nyalo jaro ni to ma to en ang'o. Omiyo men art Nyakoram Gajwang'. Ineno kanyo kido en jalnero ma bende neno. Akeni bende nene malong'o. Ineno wang'e no. Mana achiel kuom gigo ma bende biro bedo ka kelo ni odiochienga makawuono. Jago ma bende osebedo ka gorogi. Inyalo neno ni nitiere yien moro mowiti. En okawogi to chongogi. Kosechongogi mopagi maber Nyakoram Gajwang' e tipo mopogore opogore ma bende ibiro bedo kineno to kaka. Nyakoram Gajwang' gisani abiro bedo karwake. Kowinji dhowa madholuo kata kamano wabiro bedo kwatemo loso gi dho Swayo kanyakla kod Kiswahili. Asante sana kwa kuungana nasi. Labda unaweza tueleza jina lako na nini unafanya? Mimi kwa majina naitwa Kefa Musoti Arisi. Mimi ni mchongaji. Mimi ni msanii. Nachonga, nachora. Nafanya kila kitu yenye inahusu usanii, ambayo kwa kizungu tunaitwa visual art. Labda unaweza tuambia Musoti kwamba hii kazi ulianza lini? Hii kazi nimeianza mwaka wa 2007 after kumaliza college. Sema nimeanza kuifanyia shuleni, lakini hasa kuanza kuipractice like sasa kuingia the art scene ni ile hasa kuingia kwa ile officially ni 2007. Yeah, but sasa nilikuwa nimeanzia nyumbani kidogo kidogo 2004 hapo nikifanyia tu nyumbani mpaka sasa nikajoin hapa ambapo tunaita Kuona Artist Collective. Labda mtu anaweza jiuliza ni kenye ulisomea ama ni talanta ambayo ulikuwa umezaliwa nayo? Nitasema ni talanta, lakini sana sana kuenda shuleni ama kuenda kama college na nini, naweza sema ni kwa sababu ya msukumo ya wazazi ya kwamba wanataka kuwe na college certificate. Sasa wanakuwa na ile confidence ya kwamba vijana wetu wamesoma. Sasa wanaona ni kama ya kwamba ukikuwa na hiyo either diploma ama degree, sasa you are on the safer side. But ile kinaweza sema ni kwamba ni talanta ambayo kama ningeenda shule ama singeenda shule, ile kitu ningeipata tu baby ni guidance hiyo wakati. Lakini sasa nasema shule ilisaidia kidogo kunileta hapa Nairobi, kwa sababu mimi natoka mbali, natoka mahali inaitwa Kitale. Nikakuja hapa college, nikasomea hii usanii hapa. Nikasema hiyo ndio ilikuwa stepping stone sasa ya kuanza kufanya hii kazi kama career. Na Musoti, labda unaweza tueleza inspiration behind your artwork, because tukiona kuna faces huko nyuma yangu pia kuna sanaa za muziki. Unaweza tueleza mengi? Mimi nashughulika na uchoraji wangu ama uchongaji wangu, nashughulika na mambo ya kawaida kama binadamu na mazoea na tabia za watu na pia personality za watu. Nachonga wanyama, nachora wanyama, nachora miti, flowers, like landscapes. So ni mambo tu ya kawaida ambayo nakumbana nayo kila siku, na ile kuona vile watu wanavyoishi na vile wanafanya mambo yao na vile wanahusiana kati yao kwa wao. Hapo ndio napata inspiration yangu. Na most of them naona umetumia wood. Why wood? Wood kwa sababu iko very available na tuko na variety of woods, so different varieties of wood, ambayo sasa inanipa hiyo nafasi njema ya kufanya hiyo kazi bila kuwa na shida. Kwa sababu sana sana miti zangu mimi uziokota. Mimi si ule mtu naenda kukata miti kwa msituni ama wapi ndio nifanye kazi yangu. Mimi ni mtu ambaye natafuta miti ambayo maybe zimetupwa na zingine maybe zimepotea, ambazo maybe zinakaa kwa watu wengine ni kama ni kuni ama ni miti ambazo zimeoza. Zile miti ambazo kwa watu wengine sio maana, kwangu ni maana sana. Ziko na maana sana. Sasa ndio naona miti kama hizo zangu ukiziangalia ni vitu ambapo kwa watu wengine zingekuwa kuni ama zingekuwa mbolea kwa shamba, lakini sasa kwangu
mimi nimeona ni kitu cha maana cha kutengeneza kitu ambacho kina umuhimu na maana. Na Mosote, hapo nyuma yako pia naona kuna artwork mingi sana. Labda unaweza tueleza what about the artworks? Do you know most of them ni sura za watu hivi? Hizi sana sana tu ni mizizi za mti inaitwa acacia. Zingine nachimba, zingine naokota. Na sana sana ukiziangalia ni sura za watu. Sura za wazee, za vijana, za wamama. Sasa hizi sura zinaonyesha aina nyingi ya watu na tabia zao. Napenda kupea mtu nafasi aangalie na ajijazie. Sasa nauliza mtu swali, wewe unaona nani? Huyu kwa huyu mtu kama huyu unaona nani? Mwingine atakwambia naona maybe daktari, mwingine atakwambia naona mganga, mwingine atakwambia naona mchawi, mwingine atakwambia naona mwalimu, mwingine atakwambia naona scientist. Sasa hiyo tu ndio ile kitu ambacho nilijaribu kucapture kwa hiyo kazi yangu. Sasa hapa hizi ni sura tu za watu wa kila aina, na tunajua kwamba kwa society watu wako wa kila aina na kila mmoja ako na karakta yake na kuna mambo anafanya kulingana na vile alivyoumbwa na maumbile yake. Na Mosote, nikiukuuliza kwamba ukichora wewe wana picha kilini ama? Sikuangi na picha kilini. Mimi nikishika ile mti naona tu ni nini ambacho kinaweza faa kutukua kutoka pale, sura gani itakuja. Sasa ni kama naongea na ni kama tuseme niko kwa conversation na huu mti. Pia mimi ni kama safari fulani, ni kama wakati unaenda mahali ambapo hujui. Sasa utaenda ukiulizia, nataka kufika mahali fulani, nitatumia njia gani mpaka unapofika pale. Sasa mimi kama hizi miti zangu, mimi nachukua tu mti na uangalia, naanza kuuchonga, maybe naweza anzia mapua, saa nyingine naanzia kidevu, naweza anzia kwa nywele, naweza anzia kwa kifua, mahali popote ambapo naona imenivutia, hapo ndo naanza mpaka nafikia kupata hizi sura ambazo naona. Na pia apart from sura za watu, pia hapo nyuma yako, hata nyuma yangu hapa naona kuna sanaa, kuna ornaments hapo, gitaa, nini. Tueleze about his equipment. Muziki napenda sana, na ile kitu ambacho kinanivutia na muziki ni kwamba mimi mwenyewe sijui kucheza muziki kama gitaa. Na sasa hiyo ndio ilinivutia sana, kwa sababu kama sijui kucheza naweza tafuta mbinu ya kutengeneza kitu ambacho nita express hiyo like my own idea vile muziki unatengenezwa na vile unakuwa. Sasa ndio muone hizo magita zangu ukiziona kwa karibu ziko very unique, na si ati sana sana ziwezi zicheza, lakini ni kitu ambacho utaweka kwa nyumba tu na kikufurahishe tu. Vile muziki kichezwa mtu unafurahi. Sasa mimi nikaona hizo instruments zangu pia mtu kia kwa nyumba unaweza furahia, na zinaweza kupea mood mzuri tu sasa ile kwenye nyumba. Na pia sanaa tu kama kazi yoyote iko na faida na challenges. Faida ni gani umeweza kuona, na challenges zipi ambazo umeweza kupitia kwenye hii kipawa chenyu? Mimi ninafanya hii kitu kwa sababu I'm passionate with it. Na ni kitu, ni talanta. Unajua talanta huwezi tu uache ipotee. Kama unajua uko na hiyo talanta lazima uitumie vizuri. Na hiyo ndio kitu ambacho nafanya bila kukuwa na uoga wowote. Na najua kwamba hichi ndio kitu ambacho nitakifanya to the maximum bila kuwa na hindrance yoyote ambayo itanikinga. Lakini kama unafanya kitu ambacho upendi, definitely utasumbuka. Lakini sasa hii usanii ndio kitu ambao kwangu ni talanta, na naifanya, na najua kwamba hapa hakuna chochote kinaweza nishinda, bora tu nipate hiyo nafasi ya kukifanya. Sasa na kwangu ni kama therapy. Iko very therapeutical. Wakati pengine uko na stress ama unataka kurelax, unachonga tu na unachora. Sasa unapata umerelax. Utapata tu muda unaenda tu na umefanya kitu productive kutokana kwa hiyo talanta ambayo sasa kwangu ni usanii. Challenges ni kawaida tu ambazo kila mtu anapata mahali yako. Kila kazi kuna challenges, lakini siwezi sema ni negative challenges. Kwangu ni positive, because sasa hizo challenges zikuja ndio zinakupea hiyo muda wa kufanya bidii kwa kile ambacho unafanya,
Sasa sana sana challenges ambayo ni kitu ambacho tungependa sana kiwe ni kwamba Wakenya wengi hawajatambua kile ambacho tunafanya. Hasa wazazi wengi wanaona ni kama hawaelewi kitu ambacho tunafanya hapa. Sasa wanataka watoto maybe wafanye kitu kingine. Hiyo usanii ikuwe tu ni something by the way. Unaona? Hawajui kwamba hiyo kitu ambacho unakataa mtoto wako kufanya ni cha muhimu. Sasa shida kubwa ni kujaribu kuprove to the Kenyans mostly ya kwamba kila ambacho tunafanya ni kitu cha muhimu na ni kitu ambacho kitakupa mkate wako kila siku, kitakupa mahitaji yako yote. Bora ukifanya na heshima na bidii. Vile tu unaweza kuwa daktari, unaweza kuwa mwalimu, unaweza kuwa mkulima. Kama una bidii kwa kila ambacho unafanya, basi hutapata mavuno yoyote. Sasa hiyo ndio challenge kubwa sisi hapa Kenya. Kama tungepata wateja ambao ni wa Kenya, mtu atakuja hapa ni Mkenya, aulize hii kitu ni pesa gani, na bila kupingana ama bila kuona ni kama maybe hata nitafanyia nini kitu. Sasa hii nitaweka wapi ama hii ni nini? Unajua maswali kama ni kwa sababu Wakenya wengi hawajafundishwa kwamba hii usanaa iko. Hii usanii iko na ni kitu ambacho hata kilikuwa na mababu zetu, lakini kwa sababu ya mambo mengine hivi ikakuwa imepotelea mahali. But I think that's the biggest challenge. Na pengine soko kupanuka ndio challenge nyingine. So tukipata soko ambayo imepanuka ni kumaanisha kwamba watu wengi watapata nafasi ya kuingia hata pia kufanya usanii kwa sababu ya kuwa na soko mzuri. Lakini bila soko unapata wengine wanafanya kidogo wanawacha kwa sababu ya kutopata soko ya hizi kazi ambazo tunafanya. Mostly kuna msemo kwamba art is priceless. Ni kweli? Is it true that art is priceless? Hiyo ni kweli kamili. Hiyo mwenye alisema hivyo hakudanganya. Art is priceless kwa sababu wewe ukiona hata kila ambacho nimechonga hapa, sio watu wengi ambao wanaweza fanya kitu ambacho nimefanya hapa. Sio watu wengi wanaweza fikiria tu mpaka kwa hii level. Wewe umechukua tu mti wote tu ama kitu chochote, alafu kutoka kwa hicho ukatransform ikakuwa ni kitu ya maana. Hiyo ni ajabu. Nasema ni maajabu. Na ukisikia mtu anasema art is priceless, ni kumaanisha kwamba hii art ukishainunua itapanda value yake inapanda, haitashuka. Sasa mimi nikiuzia mtu hii, akienda nayo kama anataka kuiuza, hata iuza hiyo bei ambayo amenunua. Ina appreciate. Ni kama shamba. Hata nasema saa nyingine ni kushinda shamba. So ukisikia art is priceless ni kweli. Na tena hata beyond kuwa mambo na pesa, ukiimagine tu ya kwamba mtu amefanya kitu kama hiki, kutoka kwa mzizi ya mti, ukweli inaonyesha kwamba sio kitu rahisi na sio kitu ya kuchukulia virahisi. Kwa sababu ni mtu amefikiria, amechukua muda wake kufikiria mpaka akaweza tengeneza kitu kama hiki. Huyo mtu mwenyewe kwanza ni mtu ambaye anahitaji kuchukuliwa maanani na kuheshimika. Tuko kwa era ambao marketing hufanywa sana hata kama si kwa hii space yako. How do you market your work? Unafanya aje watu wajue kwamba kuna Musoti hapa anafanya kazi nzuri kama hizi? Market nafanya through sangine social media, wakati mwingine sasa kama hapa mahali ambapo tunakaa ni center, ni mahali ambapo wasanii wengi wamekutana, na sasa hapa mahali panakuwa advertised kwa mitandao. Ndio watu sasa wanakuja wanatembelea hapa, kama vile nyinyi mmekuja hivi, ni kumaanisha mliuliza ama mlienda kwa mtandao mkaona, mkajua kuna art center mahali, mkakuja hapa. Sasa ni hivyo. Na sangine tunafanya exhibitions. Kuna watu ambao kuna vitu zinaitwa galleries. Galleries ni mahali mnapeleka hizi kazi, alafu wanawasaidia kuuza, alafu pia wanapata faida yao kutoka hapo. So social media, wengine just walking, so watu wanakuja wanatembea hapa, wanaona na wananunua wakifurahia. So hivyo ndivyo vile ndivyo. Musoti, pia kuna watu ambao wanaweza taka kujua kama una offer training, na kama una offer training zitata fee ama ni bure? Hii inahitaji talanta.
Uwezi kuja, ukikuja hapa kama una talanta, mimi sitapoteza muda wangu. Kwa sababu kuna mtu anaweza kuja tu hapa anaangalia kitu anapenda, anafikiria tu kwa sababu ya kuona anaweza fanya hivyo. Lakini mtu ana hiyo talanta na ana hiyo determination. Lakini kuna vijana nao ni wachache, sio wengi sana. Ule mtu wako determined ya kwamba hiki ndio kitu ambacho nataka kufanya na niko na hii talanta. Sasa kabla mtu hajakuja hapa lazima tuonyeshe maybe portfolio, hivi kitu nafanya na hivi ndio nimekuwa nikifanya. Sasa nataka muongozo. Kama mtu ametoka college, maybe amefanya art kwenye college, anataka kuongozwa. Tunaongoza mtu tukishamfikisha mahali fulani, sasa tunamwachilia yeye aendelee kutoka hapo. Sasa hiyo tunafanya mentorship, tunafanya hiyo training kidogo lakini kwa wale ambao wako very serious na wako ready kufanya hivyo, because mimi sitakuwa na muda wangu wa kupoteza muda kwa mtu ambaye anafikiri tu ya kwamba hiki ni kitu tu anybody can do. Hiyo inakonga ni stereotype ama ni a wrong mentality. Sasa mtu ameona mtu akicheza mpira, naona hata mimi naweza piga mpira hivyo, lakini ajui ni nini imefikia mpaka ule mtu akacheza mpira hivyo. Sasa unapata kuna watu tu kwa sababu ya maybe kutamani ama na kufurahisha na hiyo kitu, sasa anafikiria tu atakuja tu pia aingie pale aanze kufanya. Sasa na wengi wamekuja hivyo na mwisho wanagundua kumbe hiyo kitu haikuwa yangu, mtu anaenda. But umenipotezea muda wangu, unaona? Sasa unless uko very sure na uko very serious na uko na hii talanta, sasa wewe inakuwa rahisi hata kukuongoza, kupewa mwongozo. Na bei, kwa sababu watu wamekuwa wakiona bidhaa ambazo unatengeneza, your artwork, they are so unique, so good, zimetengenezwa vizuri. Na price tunaweza semaje? Hiyo siwezi sema. Hiyo itakuwa ngumu kusema. Tunapenda hiyo, wacha tuachie hapo. Lakini ni kitu ambacho iko affordable. Si ati ni kitu mtu hawezi nunua. Ndio kwa sababu tuko hapa. Unaona? Kama zingekuwa zinunuliwa, hatungekuwa hapa. Unaona? Hatungekuwa na tumerent mahali kama hapa. Hatungekuwa tunajimudu kimaisha. Sasa ni kumaanisha ni kitu ambacho tunafanya inatumudisha kimaisha na inatupea mkate wa kila siku, na wale ambao wako na familia wanalea familia zao na hizi na kazi kama hii. Sasa kwa upande wa bei hiyo it's very tricky, kwa sababu nitakwambia bei hivi niulize inafikaje mpaka inakuwa hivyo, unaona? Sasa hapo tunasema mtu akitaka akuje tu atembelee, tena tunaongea na mtu personally. Apart from that, pia unaweza tueleza social media pages zako, uko kwa pages zipi na unatumia handle gani? Namba yangu ya simu ni 0725 207 992. Email yangu ni mosotikeffa@gmail.com. My Twitter handle ama Instagram ni mosotikeffa @mosotikeffa, na Facebook pia ni hiyo mosotikeffa. Hizi mti ambazo hutumia kwa artwork zako hutoa wapi? Miti hizi tuna sana kazi yangu mingi hapo unaziona hapa, miti mingi ni za kuokota. Lakini kibidi saa nyingine kama nimepewa kazi fulani ambayo inahitaji kununua mti, ndio nanunua. Lakini mingi mimi hupenda zile miti ambazo nimeokota tu. Nimekutana na mti mahali, nikauokota, nikaona vile unakaa, nautumia. Hiyo inakuanga very fascinating. Ni kama tu kuenda, ni kama wakati mtu anaenda mahali, maybe ameona kijana fulani anaweza cheza mpira vizuri, au kumpata akijua kucheza mpira, nenda akamchukua kutoka mahali fulani hivi akamtrain, alafu unaona. Sasa ni sawa tu na hizi vitu ambazo mimi napenda kuchukua vitu ambazo kwa watu wengine hazina maana. That for me is very fascinating. Like kila kitu ambacho hata sijatumia hata shilingi hata moja, lakini nimetumia tu maybe nguvu yangu tu ya kuenda na kuchukua hicho kitu ambacho mahali kiko na kukitengeneza, alafu kinakuwa na maana. Hiyo ni kwangu ni kitu cha maana sana. Ukiangalia society ya saa hizi, unaona kwamba wame-embrace artwork, ama what's your take on that? Kwa sasa tuseme vijana ndio wameanza ku-embrace. Vijana ama Gen Z ndio wameanza ku-embrace kitu ambacho tunafanya. Hao wanatembea sana hapa kwa wingi, wanakuja kwa galleries kwa wingi, wanafurahia. Sasa tuseme in the near future hao ndio watakuwa wateja. Hao ndio watakuwa Kenya mpya sasa ambayo imeelewa haya mambo ambayo tunafanya. Lakini kutoka kwa millennials kurudi nyuma,
mpaka wazazi wetu ni ngumu sana. Ni ngumu sana kwa hao kuelewa ambacho tunafanya na kufurahia na mtu kuja kutoa pesa yake anunue. Sasa tunategemea wale watu ambao wako aware, ambao wanajua exactly nini tunafanya. Hao ndio tunategemea kwa wingi. Lakini sasa majority of Kenyans bado wanahitaji kufundishwa na kupewa kama tuseme kwa social media hivi ama kwa TV, kwa radio, angalau wazazi waone hizi vitu na wajue hizi vitu zinafanyika na zina exist. Ndio hata pengine wengine wapate kupewa watoto wao nafasi ya kufuata ndoto zao kwa upande wa kipawa ambacho watoto wako nayo. Mwisho tukimalizia kwa youth, wazazi ambao natuona saa hizi, labda inspiration kwako, advice yenye unaweza pia youth na wazazi ambao watoto wao wako na talanta, inaweza kwa nini tukimalizia? Sana ni kwa wazazi. Unajua youth wako na talents na wanataka kupursue their talents. Mtu anataka kuwa comedian, mtu anataka kuwa mcheza mpira, mtu anataka kuwa mwigizaji, mtu anataka kuwa dancer, mtu anataka kuwa msanii kama mimi. Shida kubwa ni kwa wazazi, hata sio kwa vijana. Mzazi ako na talanta, lakini hata kuna wengine wazazi wanajua mtoto ako na talanta kuanzia akiwa mdogo, lakini yeye ameona ndugu yake fulani ni lawyer ama ni politician ama ni pastor ama ni nini. Sasa unapata mzazi badala aongoze mtoto kwa hiyo talanta, anamuongoza kwa kitu ambacho huyu mtoto maybe afurahi. Na hiyo inaleta shida hata kwa mambo nyingi. Unapata mtu ni daktari lakini hakutaka kuwa daktari. Sasa hata afanye udaktari amefanya sio kwa sababu kwa msukumo wake, lakini kwa sababu ya mzazi kumdirect hiyo upande. Alafu mtu akishakuwa mkubwa anagundua mimi sikuwa nataka kufanya hiki kitu, mlinisukuma tu. Mtu anakuja kugundua talanta yake wakati muda umeshaisha. Sasa sana ni wazazi, naimiza wazazi. Mtoto kama ako na talanta, wacha mtoto afuate talanta yake. Wacha afanye talanta yake na hiyo talanta yake itamsaidia. Hakuna mtu anaweza mnyang'anya talanta mwingine. Hata tukikuwa wengi aje, kila mtu wako na nafasi yake kwa hiyo talanta. Wacha watoto waongoze kuanzia wakiwa wadogo. Sisi ndio hawa hapa. Hata kama pengine wazazi walikuwa na shida kidogo, but kwa sasa wameelewa na wameturuhusu mpaka tumefanya haya mambo na tuko hapa, na wengine wanafanya mambo fulani, waigizaji, wachezaji mpira, wanafanya muziki. Na ukiangalia tu dunia ambayo tuko kwa sasa ni dunia ambayo inaenda kwa wakati sana, inaenda kwa kasi, na lazima watu waende kulingana na trends ambazo zinaendelea sasa hivi. Sasa mayouths, na ningependa tu kuomba kwamba wazazi wenu waruhusu mfanye talanta zenu, lakini mayouths najua hawana shida sana na mambo ya kufuata talanta. Hapa tuko Kuona Artist Collective, tuko Kilimani, karibu na Royal Media, na tuko mahali inaitwa Likoni Lane, Likoni Close, ama karibu na Yaya Center. Sasa ukifika Yaya Center, hapo unaweza tupigia simu, tutakuongoza. Ukifika Royal Media Services, hapo tutakuongoza kutoka hapo uje mahali ambapo tuko. Mwazote, asante sana kwa kutueleza kazi yako. Tumeshukuru sana kwa kutuinvite in your space. Katika manya kwa Ramugaji wangu, mano kanyo mosoti, neno kanyo po kuma entire godo, ochungu mwandu, ka utioko dayan, tineno kanyo faces, katamina wenge mupogore, mabende ogolo kuwokomiena. Katika mano Kuona Art Center kanya kwa Ramugaji wangu, tije mupogore iti, montire rowere, mantire koda talanta mupogore. Gisane, okada maramondo miwati ke gikanyo, ntiere rawera, mongere kaka Ian Gashie, mabinadaro loso godo, kotende kod pok ma entiere goda. Los kode, bange wabrobedo kwa tiko chendro mar poko pogore. Na kwa Ramugaji wangu gisane, hadaro loso gi achiel kum jogweko mabende tiyo kai. Engine tijo opogore, tani managidongere kaka giwacho ni gitimo artwork kai. Nimekaribisha sana kwenye TV ya Ramogi. Labda kwa viewers wetu, mafans, unaweza jina lako ni nani, waeleze ni nini unafanya? Kwa majina naitwa Ian Gachie Ng'ang'a. Mimi ni msanii, visual artist, painter, sculptor, drawing,
and other anything that has to do with art. Ian, na nikikuuliza kwa show yetu focus ni talanta, talent yenye mtu ako nayo. Talanta yako ni ya kuzaliwa ama ni ya kujifundisha? Talanta nilizaliwa nayo, but I went to school. After high school I went nilisomea Said za Murang'a, nikakuja huku Tao after high school. Went and studied at Buruburu Institute of Fine Art for 3 years, until 2019. So it's around from 2017, 18, 19. So professionally, from 2020, I've been in the art scene. And it has been it's a good journey. It's very rewarding. Ian, sasa ushatueleza Ian ni nani, talanta yako nayo. Sasa kazi yako, tueleze kuhusu kazi yako sasa. I've tried art in painting. I've done charcoal and pencil and graphite. Currently I'm working on wood and mirror. It's like an experimenting avenue whereby you express your mind, your thoughts, your knowledge, your nika kutoa vibe yako through materials. So you can paint, you can draw, you can sculpt, you can what else? Others work with fabric. So for me, I'm working with materials that I'm well conversant with, still growing towards other materials. But currently, I'm working with mirror. I've worked in the mirror industry for some time, and woodwork. So sculpting and framework. Na hiyo safari yako imekuaje? Kwa sababu unajua kama ni talanta uko nayo, kuchora, umesema mambo mingi ambayo unafanya. Tueleze tu journey yako imekuaje kwa hii space. There are challenges on its side, then there are rewards. So safari imekuwa mzuri. It's been a learning journey whereby you go through different avenues, you get inspired differently. Na imekuwa rewarding. I've gotten to know many people, travel many places, gotten to see how different things inspire you. So it's not a long journey, 4 years. This is the 5th year, but it's a journey that it's a progressive journey. I think it's a growth type of journey. Yeah, na kwenye hapo kando yako unaona kuna some of your art pieces. Hizo wooden pieces. So tueleze kuhusiana na hizo wooden pieces, ni nini haswa? This is the way I began. So once I came here as an attachment immediately after college. So this is where I began. Ndio ilikuwa ya kwanza kwenye ile yenye inakutoa baridi kwanza ndo ujue what you're getting into. So this is where I began. Yes, it was enjoyable. It's a mask which is supposed to show the theme was masking. So it goes with portraiture. Mara mingi nenda na portraiture. So this is where it began. The disfigured face. The disfigured face is disfigurement of character and personality. So after that, I went to nikagrow tu pole na nikaenda kwa. This is the next piece, a piece that is expressing street art by using different materials. This is wood, metal, then put them together, you come up with something. So this is a portrait of Tuadredi, Mras. Yeah, so ni traditional. These are traditional type of art, which is more speaks about
I enjoy history. I enjoy documents the past. So this is an inspiration from the past. Watu wa kitambo kijaribu kuleta into the present. The story behind it ni safari ya journey of discovery. So it's a story of safari yenye imekam. Growth using different materials that signify how different things work together to make a good art piece. Apart from the woodwork, Ian, Yes. pia umetueleza saa hizi unavyounda kioo as artwork. Situeleze kuhusiana na hiyo. The next one from wood ni mirror. The inspiration was seeing yourself venye unajiona kwa kioo. The person that you feel and think and act as, once you look yourself in the mirror, una reflection ya who you are, journey, the knowledge, the experiences, so you tend to look at yourself and reflect. Nimeona kazi ya vioo huku nje, so majority of the time you go for ile ya beauty, ile ya unavaa nguo, then you groom yourself, you look good. So for me now it has taken another different form, whereby you express it, unaweza itumia kuexpress the same way journey, without necessarily using it as the mirror, venye tu mirror imetengenezwa, ama venye tunajua vioo ni za nini. Ikianza ilikuwa tu biashara ya kukata vioo na kuziweka kwa nyumba, na so out of that I got an inspiration. Niliget kuinspiriwa na interior design na the aesthetic of beauty in the house. So once I began in that direction, it can grow as how can I express myself, how can I express my thoughts or this talent through the mirror design. So the kind of work that I'm doing currently is an interior design type of work. Haitumiki kujiangalia kwa kioo, but ni kuadmire the general look of a room with a mirror, whereby in case unaweza jipata unataka kugroom kidogo, unaweza tumia hiyo artwork kufanya reflection na kujipamba. But then at the same time, once you look inside a room, you get to enjoy the space that it has filled. It's a work in progress, but I'm enjoying the material, and it's really enjoyable to work with. Na hiyo namuja mara nyingi mayouth ndio huotingisho sana. Yeah. Na kama wewe mmoja wa youth kwa hii country, unaweza inspire mayouth wetu kuhusiana na talanta, mwenye kuna talanta, unaweza waambiaje? Inspiration kwa mavijana huko nje. Kazi ziko. We go to school, we study, we go for white collar jobs. But then you get to receive something else extra than anything that naweza sema people receive mara general. Tuseme 844 system tukaa hiyo. We have talents, we have gifts, we have abilities, we have skills that are beyond just the white collar jobs, which are called blue collar jobs. Na inspiration yangu ni ama message yangu naweza waambia ni tunaweza tumia gift zetu na talents zetu kufanya something extra that makes you feel
ina bring out the real, not the real you, but inaku express, inakusaidia kuji-express kwa who you are, what vibe yako ni gani. So nikuchangamka, nikufanya kazi. Sometimes things go sideways na watu wana feel nika safari ni ndefu, but as long as you push, as long as you wewe mwenyewe una push mambo yako, I think the best that I can give you is just push on, do whatever you can in whatever avenue you have. If it is your talent, chase after it. And then apart from me, tuna live saizi kwa era yenye kila mtu kwa social media. Sijui kuna handles zako za social media, labda unaweza wapea? You can find me on social media, Facebook and Instagram. Those are the current places that you can find me. Go check Ian Gachie. Ian Gachie, I think that's the name that you just look for. Ian Gachie. My works are there and much more are around the way. Ian, asante sana kwa muda wako, tumeshukuru sana kwa kazi ambayo unafanya. Hapo nini? Kwa mgajua ngamano na Ian Gachie chia kumjogweko mabende tio kuona atkai. Maendi mabende ntire Kilimani bore Nairobi. Kwa mano geno mara ni ile punja chela ya dek mabende loka kumchendro marukinyi makauno. Orito rumasani warad kendo chendro mar pogo reju mama biro chendro mitako kod Sharon Ngao. Orito rumasani.